Siku ya leo Mungu ametupatia somo linaloitwa jifunze kuanza na maombi katika kila jambo. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote jifunze kuanza na Mungu. Maana Mungu anasema kabla ya mambo yote nataka dua, sala, maombi na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote. Kabla ya mambo yote Mungu anapenda sana tuanze na maombi. Mara nyingi tunampa Mungu taarifa ila hatuombi. Tunampa Mungu taarifa kwa sababu kuna kuomba alafu kuna kutoa taarifa. Kuomba maana yake ni kutaka kupewa ruhusa na kufuata maelekezo. Lakini kutoa taarifa maana yake tayari jambo umekwisha lifanya, ila mtu ndo unatoa taarifa, si kwamba kuna hili nimelifanya. Unatoa taarifa. Lakini kuomba ni kutaka kupewa ruhusa na kufuata maelekezo na kusikiliza unayemuomba ruhusa, kama atakubali au atakataa, kufuata maelekezo. Kwa hivyo kabla ya mambo yote tunatakiwa kuanza na sala. Kabla hujaanza shughuli yote anza na maombi. Kabla hujaanza safari anza na maombi. Hujafunga ndoa anza na maombi. Kabla ya kuendesha mkutano fanye maombi. Kabla ya kufanya mtihani fanye maombi. Kabla ya kulima shamba lako fanye maombi. Kabla ya kuanza hiyo biashara fanye maombi. Kitu chochote unachotakiwa anza na maombi. Kabla ya kufanya anza na maombi. Maana yake ni nini? Ni kumkaribisha Mungu, ni kutaka ruhusa kutoka kwa Mungu, lakini ni kumkabidhi Mungu hicho kitu. Kwa hivyo ni jambo jema sana kuanza na maombi katika jambo lolote. Maana yake Mungu anatangulia mbele ya hicho kitu. Anatangulia mbele ya hilo jambo. Anza na maombi. Hata kama ni hospitali unaenda, kabla hujaanza kwenda anza na maombi. Umeitwa kwenda kumwombea mtu, kabla hujaanza kwenda anza na maombi. Mtangulize Mungu kwanza. Mtangulize Mungu. Ni vyema sana kumtanguliza Mungu, maana yake kunyenyekea kwake na kujikabidhi kwake, ni kutaka uongozi kutoka kwake, ni kutaka Mungu akuongoze, kutaka Mungu akutangulie, ni kumwambia Mungu siwezi hili ila ninakutegemea wewe. Unajua kuna kumtegemea Mungu alafu kuna kumwamini Mungu, ni mambo mawili tofauti. Kumtegemea Mungu maana yake ni kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Ndiyo maana ya kumtegemea Mungu. Kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Jambo jema sana kumtanguliza Mungu. Maana yake Mungu atakutangulia na Mungu atakuongoza. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, tujifunze sana hili jambo, kuanza na maombi kabla ya kufanya jambo lolote. Hata kama unaliona ni jambo rahisi sana, hata kama unaenda ofisini, hata kama ofisini ya kwako, anza na maombi. Anza na maombi. Kwa hivyo basi, mimi nikushukuru kwa kufuatilia somo hili. Mungu akubariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Dhambi ilitaka mwanadamu na Mungu watengane, ndiyo maana ilimshawishi Adamu ajifiche. Dhambi ilitaka mwanadamu na Mungu watengane, ndiyo maana ilimshawishi Adamu ajifiche. Lakini Mungu wa upendo